candidate wao huko ndio wa mwisho, candidate wao hapa ndio wa mwisho. Sasa kuonga ndio itawasaidia? Alafu wameanza kujigamba hapa eti wataiba, watafanya namna gani? Tutakuwa wapi wakiiba? Mtakubali hiyo maneno? Hapana. Tutaamuka asubuhi na hawa nataka kuambia wasikie hivi. Sisi ni watu tunapenda amani. We do not like to be provoked and we want to respect the law na to respect democracy. Tutapiga kura na tutakuwa kwa amani. Only if that is how they are going to behave. Wakiheshimu sheria, sheria haiwezi kuwa inaheshimiwa na sisi watu wa opposition, lakini wa serikali hawana haja na kuheshimu sheria. Sheria ni yetu sisi wote, na sisi wote tunahitajika kuheshimu sheria. Kwa hivyo wale wa serikali waheshimu sheria na sisi tutaheshimu sheria. Kama sasa ni kuleta ujuaji wanataka kuleta hapa, hata sisi tutafanya nini namna hiyo, kwa sababu tutakuwa hapo wakihesabu tunahesabu, wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana na wao huko wakati huo. Na mwisho abantu bami kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana tena sana kwa sababu ya mapenzi yenu na vile mmetungojea hapa. Tuko hapa njiani, tunataka kwenda Nyansiongo na kule kwingine kusalimiana na wananchi na wale wenzetu wengine. Unajua kuna by-elections pande hii na by-election pande hii ingine. Sisi maneno yale ambayo tumeona hapa Kenya, kwa sababu kwa hakika kila wakati kiwa na uchaguzi mdogo kama huu tuko nao, tumezoea kwamba kwa kidemokrasia tunawacha wananchi wanachaguana polepole, wanapiga kura, wanamchagua yule mgombeaji wanampenda ama namna gani? Lakini yale mambo ambayo tumeona hii wiki imepita hivi karibuni ni kiburi, ni chuki, ni maringo na kuonga watu na kusumbua watu pande ama namna gani? Tunataka tuishi namna hiyo? Hawa wangwana kazi ya kuongoza nchi yetu imewashinda, na wanajua sisi wote tumeamua kwa kauli moja wa Kenya kwamba hawa kazi imewashinda, waondoke kuendelea nchi yetu mbele. Kwa sababu hiyo ndio sasa wameanza haya maneno ya kuonga watu, kwa sababu kama wewe mwenyewe unajua uko popular na unapendwa na watu, kwa nini usunguke kijiji ukihonga watu na ukitisha watu na kila mahali? Hawa wangwana wamepoteza mwelekeo, hawana namna ya kuongoza dunia hii. Tunataka kuwaambia waondoke na waondoke pole pole. Lakini niwaambie hivi wananchi, wakati wa uchaguzi huu, na huu uchaguzi mdogo uko hapa pande hii ya Nyansiongo na pande hii ya Kerenyo, pesa inayotolewa hapa ni pesa ya serikali. Tumekubaliana? Ni pesa ya serikali ambayo imeibiwa. Wakulima wetu wa chai hapa bonus wamepata shilingi 12. Kweli au urongo? Pesa imeibiwa hapa ya bonus. Ndio hii sasa inagawa hapa, watu wanabeba hapa wakijigamba eti wao ni matajiri, na ni pesa ya wananchi. Pesa ingine ni ile ya watoto wetu ya shule, ya capitation. Alafu wanatuambia eti kufikia Januari wasasi waanze kuongeza kulipa shilingi 9,000. Mnakubali maneno kama hayo? Tumekuwa kwa uongozi nchi hii. Mimi nilikuwa waziri wa elimu. Tumekuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tulikuwa na free primary and free secondary education. Tukasaidia shule. Tumechenga Mwangoli pale juu. Tumefanya project hapa. Hawa watu iko kazi wamefanya hapa. Sasa kazi yao ni matusi na kupita hapa wakijaribu kuonga watu. Mimi nawaomba mkiona watu wawape pesa yote mkule namna gani? Mchukue, kwa sababu pesa ni yenu. Na msiwaachilie watoke bila kutoa pesa yote. Wakisimamisha magari, hata mna inspect hiyo magari, mnahakikisha pesa yote iko ndani mumeichukua.
mumepeleka sababu ni pesa ya serikali. Tumekubaliana na nyinyi wananchi. Nyinyi ni watu werevu na tumekuwa pamoja na nyinyi. Sisi kwanza hapa kwa mpaka tumeishi kwa amani bila shida yoyote. Sasa hawa kazi yao imewashinda ni kurandaranda hapa, kutoa pesa na kujigamba. Pesa mchukue yote. Lakini na waomba tafadhali, musipigie mtu wa hawa watu kura. Tumekubaliana? You can vote for anybody as long as you don't vote for UDA. Tumekubaliana? Mutapigia UDA kura? Pesa walete, lakini kura hakuna. Tumekubaliana? Sasa mwisho, kwa sababu tunataka kwenda pale chini, wananchi wenzangu na waomba, tuko na safari. Mimi nime announce hapa nitagombea kiti cha urais 2027. Na nyinyi ndio mtanipeleka mbele. Na tukae pamoja tuende mbele. Musitishwe na mtu hapa. Tunaenda kwa hii safari. Mimi ninazungumza na wale wenzangu wa upinzani wote, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Hiyo timu yote tuko pamoja. Na tutakaa chini tukubaliane vile tutaenda mbele, ili tusaidie nchi yetu, kwa sababu haya maneno hawa watu wataharibu nchi yetu kabisa. Ama namna gani? Ninawauliza hivi kwa kauli moja, mumekubaliana na mimi kwamba tutembee kwa hii safari na tutoe hawa watu waondoke kabisa? Nionyeshe kwa mkono. Harambee! Harambee! Mumesema namna gani? Eti namna gani? Wanaondoka, na wajue kwamba wanaondoka. La mwisho, wacha niwaambie ukweli nyinyi watu wetu. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwetu nyumbani. I have polled these words. Niko na mtu hapa ambaye anafanya opinion poll last 1 month, kila wiki mbili, ya Siongo, Ekerenyo, Nyamaia. There is no chance in hell ya mtu wa UDA kushinda hii kiti hata moja. Candidate wao huko ndio wa mwisho. Candidate wao hapa ndio wa mwisho. Sasa kuonga ndio itawasaidia? Alafu wameanza kujigamba hapa eti wataiba, watafanya namna gani? Tutakuwa wapi wakiiba? Mtakubali hiyo maneno? Hapana. Tutaamuka asubuhi na hawa nataka kuambia wasikie hivi. Sisi ni watu tunapenda amani. We do not like to be provoked, and we want to respect the law na to respect democracy. Tutapiga kura na tutakuwa kwa amani. Only if that is how they are going to behave. Wakiheshimu sheria, sheria haiwezi kuwa inaheshimiwa na sisi watu wa opposition, lakini wa serikali hawana haja na kuheshimu sheria. Sheria ni yetu sisi wote, na sisi wote tunahitajika kuheshimu sheria. Kwa hivyo wale wa serikali waheshimu sheria na sisi tutaheshimu sheria. Kama sasa ni kuleta ujuaji wanataka kuleta hapa, hata sisi tutafanya nini? Namna hiyo. Kwa sababu tutakuwa hapo wakihesabu hesabu, wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana na wao huko wakati huo. Na mwisho, abantu baminto